Danieli alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, si ndio? Yes. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaadhimu kumweka juu ya ufalme wote. Yaani katikati ya wakubwa watatu. Jamani, kulikoni? Lazima nyota zirudi kwa jina la Yesu. Katikati ya wakubwa watatu ambao wameteuliwa na mfalme, kwa sababu ya roho bora iliyoko ndani ya Danieli, ilimwazimu mfalme amchague awe juu ya mambo yote. Ndio? Tuendelee. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu na kumshtaki Danieli. Hebu mwambie jirani yako nyota. Unajua wewe, nikwambie kitu. Kwa nini vita yako ni kubwa? Ni nyota tu. Watu wanakushtaki, watu wanakusema, watu wanakushambulia. Kuna wakati Biblia inasema kwamba Yesu alienda kulaani mti ambao hauna matunda. Mti ukishakuwa na matunda, kila mtu anataka kuchuma haya matunda. Kila mtu anataka ajue ndani ya matunda kuna nini. Kila mtu huwa anauendea huo mti. Na ndio maana mtu yoyote akipanda, kama ni maparachichi, kama ni mfenesi, kama ni kitu chochote, ikiwa kama hapo dakika kisha pigwa matunda yanaondoka, watu wanachukua, mtu unabaki kuwa mkavu. Kwa hiyo watu wengi wanachokifanya kwamba anapanda ndani ya nyumba, ili kwamba atakapopanda ndani ya nyumba anaweka na fence. Kwa nini anaweka fence? Anazuia kwamba watu wasije wakaja kuyarua yale matunda wakayachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota ni design ya tunda. Nyota ni design ya tunda fulani, au nyota ni design ya mtu wenye matunda, kwamba kila mtu anautaka. Kwa hiyo imagine mtu akiwa na nyota anakuwa sio mtu wa kawaida, watu wanakubali. Akiongea watu wakapiga makofi, akisimama akisema jamani fanya moja mbili tatu, watu watakubali. Nini? Nyota. Nyota ni kitu muhimu kuliko unafikiri. Nyota ni utambulisho. Hata kama utafanya mambo makubwa, watu wa Mungu, kama una nyota, watu wataona umeharibu. Jambo hilo hilo utafanya wewe, na jambo hilo hilo atafanya jirani yako. Jirani yako atapigwa makofi, atasifiwa, ataambiwa amefanya vizuri, wewe utaambiwa umekosea. Kitu gani kitakachosababisha watu waseme umekosea? Eliza, naomba utoke kwenye mchoka hapo. Unalala sasa hivi, sasa hivi ni muda wa kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana asifiwe. Na mtu mwingine tena ukilala, tena wewe una neema, nitaka usimame mpaka na mimi nimalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisani umechelewa, bado tena unakuja unalala. Huyo ni Danieli. Akawekwa juu ya ufalme wote. Kwa nini aliwekwa? Nyota. Lakini utambulisho unasema kwamba alikuwa na roho bora, si ndio? Katikati hawa wakubwa watatu. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Anasema. Lakini hawakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba tunaona kwamba kisa au vurugu zote ambazo Danieli alikutana nazo, shida ni moja tu, nyota. Unajua hata unapokuwa na kibali watu watakupiga vita, si ndio? Jamani, kanisa, Bwana asifiwe. Bosi anapokukubali watu lazima watashindana na wewe. Kwa nini? Kwa nini huyu sio kwa nini huyu? Yaani kwa neno lingine, wanadamu hawana jema. Kifanya nzuri shida, kufanya mbaya shida. Yaani kwa neno lingine, mwanadamu anaona ni heri usiwe na nyota, uwe mtu wa kuhangaika, si ndio? Hapo yeye anafurahi. Lakini ukipata tena inakuwa ni shida. Kwamba wanadamu wengi wanataka kila siku wakuone chakula chako ni mboga za majani tu, matembele, kesho kisamvu, kesho kutwa mboga ya maboga. Siku akiona umeenda buchani umechukua nyama hata nusu kilo, tayari wanaenda kukuchota nyama. Leo amekula nyama. Alafu wanajua kabisa
wakikuona umepita, wanataka ile nguo moja ndio uvae kila siku. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Hapo wanafurahi, hawatakufuatilia. Siku wakiona umebadilisha, tena wanasema kabisa leo amepita amependeza na nguo amenyosha. Unajua wachawi au shetani anaweza kukuvuruga kupitia wachawi. Na ndio maana unaweza kuona mtu ana nguo 100 lakini kwa sababu anavaa bila kunyosha watu wanaona ana nguo hiyo. Lakini watu usimlaumu nyota. Mgeukie jirani yako usoni, muulize kinachokufanya wewe ushindwe kunyosha nguo. Nyota hiyo. Nyota hiyo. Hata kwenda kuomba kwa jirani. Yaani kabisa unakuja kanisani au unatembea njiani nguo imejaa makunyanzi. Alafu binti unataka kuolewa. Utawapata wale wenye makunyanzi walevu. Kwa sababu kadiri unavyojiweka, kadiri ulivyo, kadiri muonekano wako ulivyo, ndivyo utawapata wa design fulani. Jamani, mtu mmoja aliye hapa aseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi nikwambie watu waelewe kwamba kuna wakati unaomba Baba, naomba niinue. Unapomuomba Mungu akuinue, Mungu yuko tayari, lakini Mungu anataka uanze kuonyesha dalili za kuinuliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walioinuliwa wakubwa wana design yao. Wana design ya chakula, wana design ya mavazi, wana design ya style fulani hivi ya kujiweka. Jamani, kanisa Bwana asifiwe. Amen. Sema napokea ukubwa kwa jina la Yesu. Sema napokea nafasi ya ukubwa kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo nitakuwa mtu mkuu kwa jina la Yesu. Na hii inawezekana kama utakuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vurugu zote hizi alikuwa anatafutwa Danieli, lakini tunajifunza kwamba pamoja na vurugu zote za kumshtaki Danieli, lengo wale simba wamalize, lakini Mungu akiwa pamoja na wewe, Mungu akiandaa kiti juu ya maisha yako, hawataweza. Simba ni wengi sana, na simba hao wamewekwa ili wakudondosha, wamewekwa ili wakuangusha, wamewekwa ili wakuchafua. Ngoja nikwambie kitu, kwenye kila maisha ya mwanadamu wako simba. Hebu mwambie jirani yako wako simba. Simba hao wanaweza wakawa wanadamu, wanaweza wakawa mapepo, inaweza ikawa miungu, wanaweza wakawa wachawi. Lakini kama unaye Mungu wa Israeli, Mungu atakuokoa na kukupigania. Simba atakuona watashindwa kukutafuna. Nini? Mungu wa mbingu na nchi yuko pamoja na wewe. Kilichokuwa kinafanyika, Mungu sawa aliweka roho Bwana ndani ya Danieli, lakini Mungu hakuwahi kumwacha Danieli. Mungu alikuwa anatembea na Danieli kila mahali. Wewe hujajua tu, kuna watu wanatamani waibike, na kuna wakati wanafunga, maana Biblia inasema walifunga hawakula wala kunywa mpaka wamuue Paulo. Sema hakuna mtu akufa kwa jina la Yesu. Sijaona watu sema hamna mtu akufa kwa jina la Yesu. Usikubali kufa, timiza ndoto. Usikubali kufa, timiza maono. Usikubali kufa, muombe Mungu akusaidie. Nyota ni kila kitu. Mtu yoyote akiwa na nyota, sawa, sasa hivi unaonekana ni mtu wa kawaida, lakini ukitambua na ukikubali kurudisha nyota yako, mimi nakwambia dunia nzima watakujua muda sio mrefu. Mungu atafanya jambo litakalosababisha, kwa sababu kanuni ya nyota watu wanaifuata. Simeandikwa jamani? Julikane Mungu mwenye enzi, julikane. Julikane uko peke yako, julikane Yesu, julikane wewe ni Mungu, julikane.
Tuimbe watu wote kwa sauti. Oh, julikane mtenda miujiza, julikane. Julikane mtenda miujiza, julikane. We Yesu, ujulikane uko peke yako, ujulikane Yesu, ujulikane wewe ni Mungu, ujulikane, ijulikane, ijulikane. Nyota yako haipo, nyota yako kuna mtu anaitumia, nyota yako imechukuliwa, nyota yako kuna watu wanaitumia. Hebu sema leo narudisha nyota yangu kwa jina la Yesu. Sema leo nyota yangu itarudi. Sema kwa nguvu za Bwana na rehema za Bwana, leo nyota yangu itarudi sawa sawa na neno la Bwana. Mtu mwenye imani ampe Yesu makofi. Lazima nyota yako irudi. Kila jambo ambalo Mungu amekuandikia litatokea. Yesu ameandikiwa kuokoa ulimwengu. Herode anataka kumuua, maana alitaka kuzima ile nyota, na kama angeizima, maana wewe na mimi leo tusingekuwepo. Tupo kwa sababu ile nyota ilionekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, naongea na watu. Bwana asifiwe. Nyota ndio kila kitu. Mtu yoyote anapoenda kwa mganga wa kienyeji, anataka ufeli kwenye biashara, ufeli kwenye ndoa, ufeli kwenye huduma, ufeli kwenye leo, jambo la kwanza atakalolifanya ni kukunyang'anya nyota. Hebu mtu mmoja aliye na imani aseme amen. Amen. Kwa sababu hawezi kukunyang'anya mume kabla hajachukua nyota. Kwanza anachukua nyota iliyokuwa inasababisha yule mwanaume anakupenda. Anachukua nyota kwa sababu yule mwanaume alikuona, si ndio? Kwani mabinti walikuwa wangapi kuona wewe? Ni nyota. Jamani, tunaelewana watumishi wa Bwana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabla hajaharibu wateja kwenye biashara yake, anachokifanya anachukua nyota. Nyota ikichukuliwa, maana wewe utabakia kuwa kopo. Nyota ni kiashiria, nyota ni taa, kwamba unapokuwa pale kwenye biashara taa inawaka. Taa inapowaka watu wanaona, wanaingia. Taa ikiondoka watu wanaona giza. Watu wakiona giza hawawezi kutafuta, hawawezi kusifia, hawawezi kusema huyu amefanya vizuri, hawezi kusema jamani huyu binti bwana mzuri, huyu kijana yuko vizuri, huyu mama yuko 1 2 3 4 5. Nyota. Jamani, kanisa, Bwana asifiwe. Nyota. Nyota imebeba na akili pia. Ukiibiwa nyota, akili yako haiwezi kufanya kazi, wala huwezi kukumbuka mema. Hata kama mtu anakutendea mema, unaona ametenda mabaya. Kuna msemo mmoja anasema kwamba amesahau, na mtu mwingine sio kwamba amesahau, huyo mtu hana nyota. Nyota yake ipo, sababu kama angekuwa na nyota, nyota ingempa akili ya kupambanua na kujua hili ni baya, hili ni zuri. Lakini kwa sababu huyo mtu hana nyota, kila kitu anakiona nini? Kibaya. Jamani, naongea na kanisa. Bwana asifiwe. Kama wanielewe vile, hebu kama